Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana mahali popote uliko. Ni asubuhi ya leo ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ninalo neno la baraka ambalo natamani kila mmoja popote pale alipo apate kulisikiliza. Tafadhali sikiliza mpaka mwisho. Yamkini huu ujumbe ni ujumbe ambao utakusaidia katika maisha yako. Hivi unafahamu kwamba Mungu alivyokuumba amekuumba na kukubariki? Yaani wewe wakati umezaliwa tayari tayari umebarikiwa. Zipo baraka ambazo Mungu alikwisha kutamkia kwamba utapita sehemu fulani, utapita hapo, utapita hapa na utafanikiwa. Lakini wapo wale ambao wanazuia baraka zako. Wapo wale wanaozuia mafanikio yako. Wapo wale wanaozuia njia zako. Wanaweka vikwazo ili wewe usizione zile baraka ambazo Mungu alikwisha kutamkia. Si mwingine anayehubiri ni Pastor Clinus Ponsiani wa kanisa la House of Glory International Church, liko chini ya askofu mkuu wa kanisa Livingstone Somba Mwambapa. Makao makuu ya kanisa iko Dodoma mjini. Tunakukaribisha sana. Basi karibu usikilize neno hili mwanzo hadi mwisho. Tuombe. Asante Bwana Yesu, mfalme wa amani, Mungu wa majeshi ushie milele. Na kushukuru kwa ajili ya huyu anayesikia sauti hii. Bwana Yesu, mimina nguvu yako ya Roho Mtakatifu ikapeni kwa kila mmoja anayesikia sauti hii. Neno hili ambalo naenda kulihubiri likawe ukombozi kwa kila mmoja anayesikia sauti hii, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nitumie kama chombo chako nikahubiri injili yako daima, kwa jina la Yesu, amen. Basi mpendwa, unafahamu kwamba unazaliwa tayari ukiwa na baraka. Yaani Mungu alikwisha kutamkia baraka toka ukiwa tumboni mwa mama yako. Mungu alikwisha kukuwekea mipango mizuri. Unavyozaliwa tayari unazaliwa ukiwa na mipango mizuri, yaani ukiwa na baraka ambazo Mungu alikwisha kutamkia kwamba utapita sehemu fulani, utapita njia fulani, utapita njia fulani na utafanikiwa. Lakini wapo maadui wanaozuia usizione baraka zako. Wapo maadui wanaoweka vikwazo usizione baraka zako, usiyaone mafanikio yako. Yaani unashangaa unapiga hatua 2 mbele, hatua 5 nyuma. Maisha yako unayaona kama vile yaendi. Kumbe kuna wale ambao wamekufunga kama, wanakuvuta, wanakurudisha nyuma. Hebu tusome maandiko baadhi tuone kwamba kumbe Mungu anatutamkia baraka. Mungu ana nia kubwa ya kutubariki, lakini hatuoni mafanikio yetu, hatuzioni baraka kwa sababu wapo wanaozuia. Usiondoke katika video hii. Baada ya hapa tutaomba pamoja ili wale ambao wamefunga baraka zako, ili wale ambao wamefunga maisha yako wakayaachilie kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Tusome Mwanzo sura ya 12 na ile aya ya 2. Maandiko matakatifu yanasema, Mwanzo 12 aya ya 2, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Tusome pia Kumbukumbu la Torati sura 28 na ile aya ya 6. Maandiko matakatifu sura 28 tuanzie aya ya 2. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Zipo baraka nyingi ambazo Mungu amezitamka. Ukisoma kuanzia Kumbukumbu la Torati sura 28 karibia yote, baraka ni nyingi sana ambazo Mungu anawatamkia watu wake. Pamoja na kutamkiwa hizo baraka, pamoja na kuzaliwa tukiwa tayari tumeshabarikiwa, wapo maadui wanazuia. Mpendwa, wanazuia baraka zako. Yaani wapo maagenti wanazuia baraka zako. Unashangaa unapiga hatua haufanikiwi. Unashangaa kile unachokianzisha kinaharibika. Unashangaa unajiuliza ni kwa nini mambo yanakuwa hivi. Kumbe maadui wapo kazini. Shetani yupo kazini kwa ajili ya kuleta uharibifu. Shetani yupo kazini ili kuhakikisha watu wa Mungu wanateseka. Nataka nikutamkie leo,
yeyote aliyefunga baraka zako, yeyote aliyezuia baraka zako, akaziachirie kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na kutamkia mpendwa, yeyote aliyefunga maisha yako, akayefungue kwa moto katika jina ya Yesu Kristo. Natamka moto wa damu ya Yesu Kristo, moto na damu ya Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo ukateketeze kila adui anayeinuka kwa ajili ya uharibifu katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, wale maajenti wanaozuia baraka zako, cha kufanya mpendwa, nenda katika maombi, ingia katika maombi. Ukiingia katika maombi, yeyote aliyeshikilia maisha yako, yeyote aliyeshikilia baraka zako, yeyote aliyeshikilia huduma yako, ni lazima ataiachilia kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Hakuna gumu mbele za Bwana. Ukijizatiti kweli kweli, ukasema mimi naenda mbele za Mungu, hakika yeyote aliyefunga maisha yako ni lazima ataiachilia kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Ni wewe tu kufahamu hilo kwamba unapozaliwa unazaliwa tayari ukiwa umebarikiwa. Mungu alikwisha kutamkia baraka. Pengine usirizike na maisha ulionayo. Pengine wewe ulitakiwa kuwa viwango vya juu, ulitakiwa kuwa taifa kubwa, ukiwa unajulikana mataifa makubwa, lakini maadui bado wanaendelea kufunga watu. Kuna watu wana huduma, wana karama, wana vibali, yani wana cheo kikubwa, lakini adui anawafunga ili wabaki hivyo hivyo ulivyo. Unashangaa usogei, unashangaa uko pale pale kila itwapo leo. Umeanzisha kiduka ni hicho miaka yote. Nataka nikwambie mpendwa, zipo baraka ambazo Mungu alikwisha kuwatamkia watu wake. Hivi wewe piga hatua, ingia katika maombi. Usiku wa manane, amka, omba. Hakuna gumu lolote ambalo litashindikana mbele za Bwana. Wale wote ambao watakuwa wamefunga maisha yako, lazima watayafungua. Yote hayo tunayaweza kupitia maombi. Chochote kile ambacho adui amezuia katika maisha yako, ni lazima atakiachilia katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie mpendwa, kila jambo linawezekana kwa kuomba. Kila jambo linawezekana kupitia maombi. Zile baraka ambazo umefunga kwenye maisha yako ni lazima zitafunguka wewe ukienda mbele za Mungu na kuomba. Kwa hiyo mpendwa, usipoteze muda wakati wote umelala. Amka usiku wa manane uombe, amka usiku wa manane uombe. Na wewe unanisikia sauti hii, haijalishi ni muda gani unasikia sauti hii, amka, omba. Yapo mambo makubwa ambayo Mungu atayafanya katika maisha yako. Maadui lazima wataziachilia baraka zako. Yaani nia ya shetani ni wewe uharibikiwe, ni dunia iharibike, ni wanadamu wakose imani na Mungu, kwa sababu wapo wale ambao wanaomba miaka nenda rudi, lakini wanaona kama vile majibu yao hayajajibiwa. Wapo wale ambao wanaenda mbele za Mungu kila wakati, wanaona majibu yao hayajajibiwa. Kumbe hapana, Mungu anajibu maombi yako, lakini adui anaendelea kuzuia, anazuia baraka, anaweka vikwazo. Nataka nikwambie, ukimtegemea Mungu kwa kuomba, kwa kufunga, kwa kujizatiti katika kumtafuta, wale wote ambao wamefunga maisha yako, ni lazima, hiyo ni lazima, haina mjadala, ni lazima wataachilia maisha yako. Kwa hiyo mimi nakutamkia baraka zile ambazo Mungu alikwisha kuandalia ukazipate kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Baraka zote ambazo Mungu alikwisha kutamkia ukazipate kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Na kila kifungo ambacho kimefunga maisha yako, natamka kikafunguke kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Wewe mama, wewe baba, kaka na dada unasikia, popote pale ulipo, na kutamkia damu ya Yesu Kristo ikakufunike. Chochote ambacho umefungwa kwenye maisha yako kikafunguke kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu za giza ambazo zimefunga maisha yako zikaachilie kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Natamka moto wa damu ya Yesu Kristo katika maisha yako, katika huduma yako, katika kazi yako, katika kila hatua ya maisha yako. Damu ya Yesu Kristo ikakufunike, ikakuzingira siku zote katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Yesu Kristo ukatembee, ukakae pamoja na wewe kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Popote pale unaponisikia, fumba macho, endelea kuomba, fumba macho, endelea kuomba. Damu ya Yesu Kristo ikakuzingira sasa. Nguvu ya Yesu Kristo ikakae pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu uishi milele,
mama huyu, baba huyu ambaye amenyenyekea mbele zako Bwana Yesu, naomba ukae pamoja naye, ukamzingire ewe Bwana, ukampiganie ewe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote aliyefunga baraka zake, yeyote aliyezuia baraka zake, akaziachilie sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila majendo wa giza waliofunga baraka za huyu mama, waliofunga baraka za huyu baba, waliofunga baraka za huyu kaka na dada, wakaziachilie kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Natamka damu ya Yesu Kristo ikae pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Siku njema leo, huyu mama, baba, yeyote anayesikia sauti hii akaziona baraka zake kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, akayaone mafanikio yake kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, ipa nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikakae pamoja na wewe. Asante Mungu, uishi milele kumhudumia mama huyu, baba huyu, na yeyote popote pale aliko na anaponisikia. Asante Mungu, unazidi kumpigania. Utukufu, sifa na heshima nakupa wewe, ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana na kutamkia mafanikio ukayaone kuanzia sasa. Baraka zako ukazione kuanzia sasa, zikafunguke kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Siku njema leo, asubuhi njema leo, ikawe siku ya muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kutakia wakati mwema. Usisahau kushare video hii ili na wengine wakapate ujumbe, wakabarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Si mwingine, naitwa Pastor Clinus Ponsiani wa kanisa la House of God International Church. Niko chini ya askofu mkuu wa kanisa Livingstone Somba Mwambapa. Tunakukaribisha kanisani, tunakukaribisha kuendelea kufuata au kusikiliza injili ambazo tunaendelea kuzisambaza katika mitandao yetu ya kijamii. Yote inaitwa Uponyaji Kwaya, lakini pia akaunti yangu mimi Pastor Clinus Ponsiani. Ukaribishe sana. Mungu akubariki. Nakutakia wakati mwema. Amen.